بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu watukufu Islam, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia neema ya uzima na neema ya afya, kwani hili ni jambo kubwa. Kwani wangapi na wangapi wameshindwa kupata neema hii, au Mungu hakuwajalia kuipata neema hii. Wengine wakiwa ni wako hospitalini, na wengine wakiwa wakati huu wanazikwa, na wengine wanafanyiwa mambo mengi ya kidunia ambayo yanakosa furaha au yanakosa kupatikana ridhaa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia neema na tukawa tunamtii yeye, basi hilo ni jambo kubwa, na tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atudumishe tuwe wacha Mungu na tuwe ni wenye kumtii yeye ipasavyo, lailan wa nahara, usiku na mchana tuwe tunamtii Allah. Ndugu zangu, leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutazungumzia juu ya suala la taqwa Allah. Taqwa Allah, ndugu zangu, ndiyo mafanikio ya hapa duniani na kesho akhera. Na ndio maana Imamu Ali karramallahu wajhahu akaitolea tafsiri taqwa Allah, akasema taqwa Allah هي اجتناب ما نهى عنه, ni kujiepusha na yale mambo ambayo yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza. Lakini akasema Imam Ali bin Abi Talib, والعمل بالتنزيل, tushikamane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, tuangalie Qur'ani nini inataka tufanye, na Qur'ani kitu gani ambacho imekataza tukiacha. Kwa maana ndio maana akasema at-taqwa hiya al-khawfu min al-jalili, kwanza ni kumuogopa Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala, kwa maana kumtii. Lakini kushikamana, wal amal bitanzil, kufanya matendo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana kushikamana na kitabu cha Allah, yale ambayo tulioamrishwa tuyatii na yale ambayo tumekatazwa tuyawache. Lakini akasema Imam Ali bin Abi Talib vile vile, wal iqna' bil qalil, kutosheka na kile kichache ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakujalia na anakuruzuku. Wengi ya watu wamekosa takwa katika ulimwengu, lakini sababu mtu anapoishi na jambo la takwa Allah katika maisha yake, ndio inakuwa ni asbabu, ndugu zangu, ya mafanikio. Kwa maana takwa itakufanya wewe kuwa na qinaa ya nafsi, iknaa bil qalil, kutosheka na kile ambacho kidogo Mungu alikujalia. Ikiwa unafanya kazi yoyote, mahala popote, shughuli yoyote ambayo unaifanya, unachokipata wewe unaridhika na unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hunyang'anyi cha watu, huibi cha watu, hupori cha watu, wala hufanyi ubadhirifu na ubaya wowote. Hiyo ndo Imam Ali alikusudia iqna' bil qalil, kutosheka na kidogo, kwamba wewe umeridhika na vile ambavyo Mungu wewe anakupa. Sio kwa maana kwamba usihangaike kujitafutia riziki zaidi na zaidi katika kila njia au katika kila mahala, lakini kile ambacho unakipata, lengo ni kukiridhia ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakujalia anakupatia. Lakini vile vile Imam Ali bin Abi Talib akasema hapo, sio hayo tu,
wal isti'dad liyawmi rahil. Mtu aishi duniani lakini afanye maandalizi yaumu rahil, siku ambayo ya akhira, hiyo siku ambayo ni nzito ndugu zangu. Kwa hiyo wewe unaishi duniani lakini unajua nini Allah subhanahu wa ta'ala anataka nikifanye na nini ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amenikataza nikiache. Kwa hiyo unajua kuna siku ile ambayo Mungu ameizungumza ndani ya Qur'an pale aliposema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Enyi mlioamini, ittaqullah. Na ndugu zangu, hichi kilima cha taqwa Allah amekitumia ndani ya Qur'an zaidi ya mara 8, zaidi ya mara 9, zaidi ya mara 10. Mungu amekitumia kilima cha taqwa Allah. Ittaqullah, muogopeni Allah, kwa maana ishini maisha yenu kwa kumtii yeye, kufanya yale ambayo yeye anayataka na kujiepusha na yale yote yeye ambayo hayataki nyie mkawa mbali nayo. Lakini akasema Mungu mbele ya hii, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Iangalie, ipekue nafsi yako ndugu yangu Muislamu, nini imetanguliza kwa ajili ya kesho akhira. Ushalifikiria ndugu yangu Muislamu jambo hilo? Ushaifikiria na ushaitathmini nafsi yako? Ni jambo gani ambalo imeliandaa na imelitanguliza kwa ajili ya kesho akhira? Kisha Allah akakitumia tena, wattaqullah, mcheni Mungu, muogopeni Allah, ishini maisha yenu kwa ajili yake tu, musiishi kwa ajili ya viumbe vingine, musiishi kwa ajili ya kuitaka dunia tu. Sio lengo ambalo tumeletewa ndugu zangu. Wattaqullah, muogopeni Allah, inna Allaha khabirun bima ta'malun. Hakika Mwenyezi Mungu ana habari ya yale mambo ambayo yote mnatenda. Yeye anayajua na yeye anaelewa na anafahamu na atakwenda kulipeni. Lakini wako baadhi ya maulama wakaitafsiri takwa vile vile, wakasema huwa ijtinabu kulli anwa'i minashirki, kujiepusha na kuwa mbali na mambo ya shirikina, ukawa mbali nayo. Wal qatli, mambo ya kuua watu, kuua nafsi, wewe ukajiepusha ukakaa mbali nayo. Wazina, mambo ya kufanya mambo ya zina, wewe ukaa mbali nayo. Wa khairiha, na mambo mengine yote ambayo yanapelekea katika ghadhab za Allah subhanahu wa ta'ala, wallati tusilu ila ghadhabillah, na yale mambo yote ambayo yanapelekea katika adhabu nzito, adhabu za Allah, wewe unakuwa mbali nayo. Lakini unafanya nini? Wewe unafanya wal iltizam bisairi taati, wewe unaishi maisha yako kwa taa, kufanya mambo ambayo Mungu anaridhia, fi'lul khairat, matendo yaliyo mema, allati tusilu ila ridwanillah, unaishi na matendo mema ambayo yanakupelekea katika radhi za Allah. Ndugu zangu watukufu wa Islam, hiyo ndio mukhtasari wa taqwa Allah. Biidhnillah tabaraka wa taala tutaendelea na mada yetu hii ambayo inahusiana na taqwa Allah kipindi kingine biidhnillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.